kinatufanya tuwe majibu ama tuangaze. Ndani ya neno kuna imani. Ndani ya neno kuna imani. Tumesikia wakati nafundisha habari za imani mwaka jana, nikakwambia kwa Mungu yote yawezekana. Mathayo 19:26. Kwa Mungu yote yawezekana. Alafu nikakwambiaje tena? Nikasema ya kwamba kwenye Marko sura ya 9 na mstari 23 anasema yote yawezekana kwake yeye aaminiye. Marko sura ya 9 mstari 23. Yote yawezekana kwake yeye aaminiye. Nikakufundisha nikakwambia chochote ambacho Mungu anaweza fanya, basi kumbe imani pia inaweza fanya. Haleluya. Amen. Na nikakwambia kumbe imani yako ndio Mungu wako. Imani yako ndio Mungu wako. Kiwango chako cha imani ndio kiwango chako cha Mungu. Lakini imani tunaipataje? Imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la nani? La Kristo. Ni Warumi sura 10:17. Imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia nini? Neno la Kristo. Kumbe kadri unazidi kusikia, kadri unazidi kusikia, kadri unazidi kusikia, imani inaingia. Imani inaingia. Amen. Ndio maana mimi maisha yangu yote ukinikuta siombi, niko nasikia. Na mambo mawili tu. Either naomba ama nasikia. Either naomba ama nasikia. Either naomba ama nasikia. Nasikiaje? Either nasoma kitabu, nasoma Biblia, au nasikiliza mahubiri. Unajua kuna wakati huwa naweka hata mahubiri yangu mwenyewe, ninasikia ambapo hata mimi mwenyewe sikusikia. Yaani wakati nafundisha hata sikusikia hata mimi. Ninaposikiliza nasikia vitu ambapo hivi kinifundisha mimi. Imani inakuja kufanyaje? Kwa kusikia. Kwa hiyo kila wakati kwenye maisha yako kama hauombi, hakikisha unasikia. Na ndio maana siku zote unachokisikia kinaamua maisha yako. Siku zote unachokisikia. Unachokisikia. Kama muda wako unasikiliza sana Zuchu, si nani, Diamond, hicho ndio kinatengeneza maisha yako. Hicho ndio kinaamua uwe nani. Kile unachosikia. Huko TikTok huko, maana TikTok hamna kuchuja. Yaani kila kitu kinapita pale. Huyu anapita, huyu sio alikuwa si na nini, inakuja kingine, kinakuja kingine. Hakichuji. Bora YouTube unaweza kwenda ukachuja. Nataka nisikie. Bora toka juzi. Wiki yote nilikuwa nasikiza habari za hekima tu. Hekima. Nachuja. Kina YouTube nachuja, nataka kusikia kuhusu hekima. Tamsikiliza Askofu Edepo, tamsikiliza Paul Nenche, tamsikiliza Michael Ropo, tamsikiliza, tarudi kwenye kitabu, tarudi kwenye neno, nachuja. Sasa wewe uko kwenye TikTok, kila kitu kinapita. Kila kitu. Wakulima wanapita. Haleluya. Waimbaji wanapita. Uvyote. Wapishi, chapati, napita. Mbuzi, kila kitu. Kila kitu. Haleluya. Imani inakuja kwa kufanyaje? Unachokisikia ndicho utakuwa. Narudia tena. Unachokisikia sana, unachokiona ndicho utakuwa. Hauwezi kuwa zaidi ya unachokisikia. Hauwezi kuwa zaidi ya kile unachokisikia na kukiona. Kwa kumbe kuna wakati fulani nitakiwa vitu fulani vingine ukatae kuviona. Sio ukiwa kwenye Facebook kila kitu unapita, unaperuzi. Kuna watu wanashinda Facebook tangu asubuhi mpaka jioni. Yaani yeye na peruzi, kinapita hiki, kinapita hiki, kinapita hiki. Yaani wewe utakuwa Facebook. Utakuwa Facebook. Sababu ndio unachokiona. Imani inakuja kufanyaje? Kwa kusikia. Nini kimo katika neno ambacho tufanye tuwe majibu? Kinafanya tuangaze. Nini kimo katika neno kinafanya tuangaze? Ndani ya neno kuna imani. Kadri tunapozidi kulitizama, kulisikia, tunakuwa neno. Tunakuwa neno. Na kwa sababu ndani ya neno kuna imani, tunakuwa imani. Tunapata imani. Tunapata imani. Unachokisikia unakuwa. Unachokisikia unakuwa. Unachokiona unakuwa. Unachokisikia unakuwa. Unachokiona unakuwa.
Mungu alipotaka kumpa Ibrahimu urithi, alimwambia baada ya kutengana na Lutu, akamwambia Ibrahimu, inua macho yako sasa, tazama nchi ile unayo nimekupa wewe na uzao wako. Nchi ile unachokiona unakuwa. Amen. Narudia tena, muda mwingi, kile unachotumia muda wako mwingi ndicho utakuwa. Kile unachokiona na kukisikia kwa muda mwingi ndicho utakuwa. Haleluya. Amen. Kwa lugha nyingine nataka kusema unataka kuwa na imani. Oh, yes. Sikia sana kwa habari ya neno, maana imani huja kwa kusikia. Amen. Imani huja kwa kusikia. Na kwa kusikia nini? Neno la Kristo. Kadri unazidi kusikia, imani inaingia. Na tumesikia kwa imani yote yawezekana. Na tumesikia imani yako Mungu wako. Na tumesikia awezaje kufanya Mungu, imani yaweza pia kufanyaje? Ndio maana Marko 11, kuna maana tulisoma Marko 11 mstari wa 23 na 24, anasema ukiwaambia mlima huu ng'oka. Kwanza mstari wa 22 anaanza kusema muaminini Mungu. Muaminini. Mstari wa 22 anasema muaminini, alafu mstari wa 23 anasema ukiwaambia mlima huu ng'oka, tupa baharini, ukiamini itakuwa. Na mstari wa 24 anasema lolote muombalo mkiamini, aminini yamekuwa. Utagundua unahitaji imani, lakini imani inakuja kusikia. Ndio maana tunasema nini kimo katika neno kinatufanya tuangaze, tufanye tuwe majibu. Ndani yake kuna imani. Tukikaa ndani ya neno tunaipata imani, tunaweza kuhamisha milima. Tunaweza kugeuza chochote, tunaweza kufanya chochote kwa sababu imani ni Mungu. Imani yako Mungu wako. Kiwango chako cha imani ndio kiwango chako cha Mungu. Namba 4, nini kimo katika neno kinatufanya tuwe majibu? Ndani ya neno kuna umilele. Neno la Mungu linadumu, halibadiliki. Wanadamu anaweza kukuahidi kesho akabadilisha. Sema ni kweli nilisema, lakini mama amebadilika. Kama anaweza kukuahidi kesho ukasikia kuna msiba. Ndio shida hiyo. Ndio maana Yeremia anasema amelaaniwa. Amtegemea nani? Mwanadamu. Usitegemee mwanadamu, wala usitegemee kitu chochote. Unaweza ukategemea umaarufu wako, alafu umaarufu ukashuka. Hujasikia watu walikuwa maarufu, baadaye umaarufu ukashuka. Haleluya. Amen. Unakutana naye ujue hata kama ni yeye. Unaweza ukatemea hela zako zikaisha, lakini sisi haziishi. Kwa wewe haziishi katika jina la Yesu. Amen. Maana sisi ni wana wa kiagano. Amen. Haleluya. Amen. Lakini ndani ya neno kuna umilele. Limejaribiwa mara 7 tena katika moto, na limethibitika kwamba hili ni mwamba, halibadiliki, liko hivyo hivyo. Nenda rudi, jana leo na hata milele. Miaka nenda miaka rudi, nasema hata doti moja haitapungua katika hilo neno. Sasa neno ni la kudumu, halibadiliki. Ukilitegemea kuna uhakika halibadiliki, na baki vile vile. Mwanadamu anaweza kubadilika, chochote kinaweza kubadilika, chochote kinaweza kubadilika. Waliokuwa hapa miaka kadhaa iliyokuwa ya nyuma huko, wanaojua mtaa, hakuwa na lami hapo, ilikuwa vumbi la hapa sio kawaida. Magari yalikuwa yanakwama kabisa, kukwama kama kukwama. Wiki nyesha magari yanakwama kabisa, tope njia hii hapa. Lakini leo mambo yamebadilika. Kitu kimoja tu kibadiliki, inaitwa neno la Mungu. Amen. Ndio maana tukilitegemea tuna uhakika wa kuangaza, tuna uhakika kwa majibu. Tukisimama nalo tuna uhakika kwa majibu, kuchomoza kwa majibu, sababu lenyewe halibadiliki, ni la milele.
Isaya 40 mstari wa 8.